Haya mahari Mwenyezi Mungu ndio aliyopanga kwa paweko mahari. Na mahari ni nini? Ni almasi, dhahabu, mapesa mengi? Hapana. Hata niko na shilingi 10 basi ikitoka ni mahari. Ni kauli iliyotoka kwa upande wa mtoto wa kike au kwa upande wa wazee wake, kwa mahari yetu ni kiasi kadha, na kila mahari yakiwa madogo na kheri zaidi. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi wanakuwa mwingine wanakuwa na wasiwasi na wahaka na hofu ya mahari makubwa, lakini tunataka tuwastiri vijana. Kwa hiyo tunapokuwa tunawabana sana kwa mahari makubwa, basi anasema hii kazi, manake hapa kuna mahari kwanza, halafu anataka ajenge huyo, anataka tengeneze na nyumba. Sasa kile kiwanja anataka kukinunua tu sasa hivi ndio bei ya kuitengeneza nyumba nzima, kiwanja tu. Kwa hiyo tunamhurumia vipi kijana wa kiume? Basi ikiwa atatengeneza haya yote, akatafuta kiwanja, akatafuta nyumba, akajaza nyumba furniture na vitu vinginevyo, basi je, aje apate dhiki kwa mtoto wa kike atakayekuja katika nyumba ikawa baada ya siku 2 mambo yameharibika? Ndio inatakiwa kile kitu kipatikane mawaddatan wa rahma, yale mapenzi yapatikane na huruma ipatikane, kwamba hapana, kijana atahangaika sana maskini kwa sababu amepata, lakini tutapata kitulivu na tutaondosha uchafu wa zinaa na mahangaiko mengine. Kwa hiyo hili kwanza lieleweke, mahari ni kitu ambacho kimeamriwa kitolewe, lakini tukihesabu mahari vile vile tuhesabu kwamba hili ni penzi, zawadi. Baada ya kukubaliwa, halafu nimetoa zawadi kuipeleka kwa upande wa binti kule. Kwa hiyo ndio anaweza akatoa zawadi, pengine dhahabu, anaweza akatoa pesa, anaweza akatoa msala, anaweza akatoa tasbihi, anaweza pengine akasoma qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, akasema mtoto tunataka mahari yake ndo haya, kama alivyofanya baadhi ya masahaba huko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli vinajenga uhusiano wa mapema. Baada hii hatua ya pili, kuna hatua ya tatu ndio ya akdi. Lakini kabla kufika katika akdi hapa, je, posa au mahari ni kizuizi cha ndoa? Hapana, ni process ya kwanza ndoa. Lakini mahari zikijulikana tabia si nzuri, unaweza kukuta zimerejeshwa. Posa inawezekana ikakataliwa baada ya watu kugundua mambo fulani fulani. Ndio maana tunawahimiza maharusi na wazazi wa maharusi wafahamu kitu ambacho unatakiwa kwenda kukifanya. Kipi? Kinakwenda kudumisha jambo au kinakwenda kwa majaribio? Usioe kwa majaribio. Amini kwamba unakwenda kuoa ukadumishe kitu. Hii inawahusia watoto wa kike wanaolewa wajihifadhi, waitizame ndoa katika sura ya kiimani na kidini, na watoto wa kiume wasitizame ile qawamuna ala nisai kwamba ni maamrisho ya wao, kwamba wakali kwao wale watumwa zao wale wanataka kuwafanya, kwa sababu mambo qawamuna ala nisai. Bado aya hiyo inakusaidia tena, wewe ni msaidizi, wewe muongozi, wewe yani kumjenga, kumlindia mambo ambayo yeye hayamudu. Wewe Mwenyezi Mungu akufadhilisha zaidi kuliko yeye aliyofadhilisha kinguvu na kila kitu, na alafu akujalia uko na subra wewe kama ni mwanamume. Kwa hiyo nenda wewe kiibada, kwenda kuoa, nenda kiibada, itumie aya hii vizuri, itumie aya hii vizuri, qawwamun ala nisa, itumie vizuri. Na kama huelewi, nenda kwa wanaoelewa, watakufahamisha imekusudiwa nini. Ubabe, mimi ndo bwana, mimi ndo mwamba kwako wewe. Yule katoka kwao mtoto wa kike akiwa na akili timamu, ndio maana ukaambiwa huyu mke wako atakuwa na huyu, hukumlea bali mmekuja mmefanana umri au mmezidiana kidogo. Kwa hiyo hapa hakuna ulezi, bali hapa kuna mashirikiano, maelewano, na mmoja bila shaka awe yeye yuko up ili aweze kumsaidia, lakini huyu apokee mawazo na huyu na akitoa wazo lake lisikike ili aweze kwenda. Lakini wakati huo Mwenyezi Mungu amewapa ile faragha ya kuweza kukutana kwa ajili ya kupumzika vizuri, wasiwe ni watu wa kutawanyika na kuingia katika hawa za kidunia. Kwa hiyo bado posa, bado mahari haikuwa ndoa. Ndoa itakuja ikifungishwa akili, sasa nikaha, na nikaha inatimia kwa watu watano. Panatakiwa
mtoto wa kike awepo, panatakiwa mtoto wa kiume awepo, panatakiwa mashahidi wawili wawepo, na panatakiwa walii wa kuozesha awepo. Ama walii ni kina nani? Walii ni baba yake mtoto wa kike, walii ni babu yake mtoto wa kike, walii ni ndugu yake, pengine baba mmoja wa kike au baba mmoja yeye naye. Hawa ni mawalii kwa nafasi ya mwanzo, sababu baba kama hayuko basi babu kama hayuko ndugu. Kwa hiyo walii lazima awepo, kwa sababu wanatimia watu watano. Kwa hiyo ndoa imefungishwa. Na ningependa hili vile vile nisitize kwamba mtu anaitwa kwamba mwozeshaji kaja, yule anakuja pale ni msoma khutba, hata kama ni kadhi, lakini atakuja kwa ushahidi tu, lakini yeye ni msoma khutbatun nikah. Mwozeshaji ni yule anayosema na kuozesha binti yangu fulani binti fulani kwa ridhaa yake mwenyewe, baada ya kuulizwa ile binti huko nyumbani, na kwa idhini yangu. Sasa yule ndio kwanza mara wa yule mtoto wa kike, na kwa idhini yangu na kwa mahari tuliyokubaliana. Kuna kitu kilitoka, kwa hiyo tumeshakubaliana kwa kile kitu. Kwa hiyo kama ni kifungo chake cha kindoa, kwa hiyo na huyu anaitikia vipi? Nimekubali kumuoa fulani binti fulani kwa ridhaa yake, kwa ridhaa yake na kwa idhini yako. Yani anamwambia yule wali, sasa kwa idhini yako. Bila idhini ya yule hakuna ndoa. Ndio kaambia kwamba mmoja katika nani hii ni wali, na kwa mahari tuliyokubaliana. Matamshi mawili yakitoka yameisha, nimekuozesha, ndio sema nimemuoa, kifungo tayari, ndoa ishafungwa. Hiyo ndoa ya Kiislamu nyepesi kabisa. Kwa hiyo sasa kazi inaanza hapa. Huyu ni mke na mume, wakufa wakuzikana, wakurithiana, na wakizaa ndo kabisa tayari washaunga ule udugu vizuri zaidi. Kwa hiyo hapo ndo mchemko wa fikra ya mwanadamu au kijana anayeoa au kijana anayeolewa, mchemko wake wa maisha uanze hapo. Ile siku ya mwanzo uanze mchemko kwa nini nimeoa, aanze kujiuliza kama alivyokuwa mimi bado sijaoa, nataka kuoa. Basi na pale aanze kuchemka akili, nimeoa kwa madhumuni yani nini? Kwa katika faragha tu mimi na mke wangu ndani? Hapana. Na majukumu yangu ni nini? Nitakuwa nimlishe huyu. Sasa nimepewa na yule wali, nimlishe nini? Kile ninachokula mimi na yeye, kwa kiasi na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ruzuku, tena cha halali. Na kama kizuri basi mle kizuri kila siku, na kama siku mnapungukiwa basi muombeeni Mwenyezi Mungu akujalieni mpate riziki ya halali. Kama kina mdhuru, usimlazimishe kula kile ambacho wewe hakikudhuru, yeye kina mdhuru, mtafute kilichokuwa kimdhuru. Na usijikalif au akakukalifisha kwa kitu ambacho baadaye unasema kwa mapenzi ninampenda huyo mwanamke, basi bora nikaibe, bora nikakope lakini nimpe. Hapana, mtaharibu. La pili, umpe mavazi. Mavazi yepi? Mavazi ambayo Allah anayaridhia, vazi ambalo limemfunika katika kiwiliwili chake chote ambacho kinastahili kufunikwa. Viganja vyake viwili vya mikono upo wazi, uso wake upo wazi. Akifunika kwa stara sio mbaya, lakini nywele zake nazo zimefunikwa. Je, tunawapata wake wa aina hiyo? Tuanze kujiuliza, kwa sababu kuna watu ambao fahari zao vijana wakioa ni kumuonesha mke wake kwamba nimemoa mwanamke wa aina fulani, akamwachia nywele zake zimetawanyika huko, akamwacha kavaa nguo ambazo anaita backless, sleeveless, nguo yake kwa imemsakama. Anaona fahari, kumbe anamuuza au anamfanya biashara au anajitia dhambini yeye na kumtia dhambini na yule, kwa sababu yeye ndio asbabu. Kwa hiyo kitu cha pili ni kumpa mavazi. Mavazi haya vipi? Kila siku amnunulie? Hapana, kila anapokuwa na nafasi amnunulie nguo tena ya stara. Je, mmetoka mmekwenda zenu dukani wewe na mke wako, ukamwambia chagua nguo unayotaka mke wangu, akachagua nguo, pengine akachagua kile kitop kile cha mpaka hapa kifuani,
kitovu kiko nje. Hii ndo naitaka mume wangu. Na nini? Akaenda kanunua na pens ambalo liko mpaka hapa. Je, utamnunulia humnunulii? Jawabu la rahisi unaweza ukasema kwamba sikununulii, lakini kama mimi nikiambiwa kwamba nataka nguo ya aina hii, nitamwambia nitakununulia. Utaivaa wapi?